Walioishi Kenya wakati wa Rais Jomo Kenyatta na Rais Daniel Moi watamkumbuka sana Bwana Patrick David Shaw. We always hear of Patrick Shaw, Patrick Shaw. How deadly was Patrick Shaw? Patrick Shaw alikuwa mzungu polisi jijini Nairobi aliyekuwa maarufu sana kwa kuonekana mjini nyakati za usiku akipiga doria na kukamata wauni. Patrick Shaw was in the DCI. Yes. He was attached to DCI, but he was a police reservist. Yes. Attached to DCI of the rank of Chief Inspector. Yapo maswali mengi wanayojiuliza Wakenya wakubwa kwa wadogo kuhusu Patrick Shaw, alikotokea na alikoishia. Now Patrick Shaw was told to eliminate Kibaki. Na mengi aliyoyafanya wakati huo yanayomfanya kukumbukwa mpaka leo. Je, nani alimtuma mzungu huyo Kenya aje kuwaua majambazi Nairobi alivyokuwa na waua? What easier way to kill him than just to force him to lie on his back for 30 minutes? Na je, Patrick Shaw aliwafanya nini haswa wavulana wadogo ambao aliwafundisha katika shule ya upili ya Starehe Boys Center miaka ya 70? He was always in front with a student of Starehe Boys Center in full uniform. I don't know why he used to kill people in the presence of school kids. Ni kweli ilikuwa Patrick Shaw aliyepiga risasi ya mwisho wanasiasa JM Kariuki na Pio Gamapinto kwa niaba ya rais wa Kenya. What happened is that he had dropped a former assistant commissioner of police at their residence, and the man just suddenly had a heart attack while he was in the residence of that assistant commissioner of police. Na ni kwa nini ilisemekana Patrick Shaw hangeweza kufungua macho ama kulalia kitanda kwa zaidi ya masaa mawili usiku mmoja? Mtu mnene na mrefu, kilo 130 na urefu wa futi 6, Patrick Shaw alikuwa jitu la mtu, ukiongeza na weupe wake wa ngozi, akawa mwenye kutisha sana katika chochoro na barabara za jijini kuu, haswa wakati huo wa miaka ya 1960s, 1970s na hata 1980s. Patrick Shaw was very good in pursuing criminals, and he could go to a criminal and he could go and talk to a criminal's mother and tell her from, is it Kino? Yes. To Mlolongo. Yes. To Githurai, to Rongai. Tell your son not to be there or atakuwa mboga ya fisi. Alikuwa na njaa na kiu kikubwa kisichoisha cha kuwawinda majambazi Nairobi usiku na mchana. Wengi wanamkumbuka Patrick Shaw kwa jinsi watu walikuwa wanajiondoa haraka haraka kutoka kwa baraste na barabara kila alipoinuka kutoka kwa kigari chake aina ya Volvo, kigari ambacho ni maarufu kwani kilionekana wakati mmoja kikifuata JM Kariuki saa chache kabla yake JM kuuawa kinyama mnamo mwezi Machi mwaka wa 1975. Hiyo Volvo yake Patrick Shaw pia ilikuwa miongoni mwa magari ya kwanza kuwasili kwenye sehemu ya tukio, siku ambayo Pio Gamapinto alipigwa risasi na kumalizwa mbele ya nyumba yake huko Parklands, Nairobi mnamo Februari mwaka wa 1965. Isipokuwa huyu muuaji anaitwa Patrick Shaw aliandika ndani ya statement yangu ile ambaye alikuja kuniforce. Nyakati hizo, kokote walikoenda vijana, wawe wahuni au la, lingetajwa jina lake Patrick Shaw na kujadiliwa kwa sauti za chini, iwe ni kwenye vilabu vya burudani Nairobi, vichochoroni na hata kwenye madanguro ya jiji kuu. Patrick Shaw alikuwa shujaa wa polisi, lakini pia alikuwa muuaji jinamizi la mtu aliyekosa huruma kwa watu weusi, zote hizi zikiwa taarifa kumuhusu kwa kutegemea ni nani utakayemuuliza taarifa za huyo bwana. There is Francis Ongachui, there is Wakinyonga. Yes. That is his work. But then, on top of that, the system also used him in other dirty jobs. Kabla ya kuja Kenya kama mwanapolisi wa akiba ama police reservist asiyevaa sare rasmi, Patrick David Shaw alikuwa amezaliwa na kulelewa kwao nyumbani Uingereza. Alizaliwa tarehe 4 Agosti mwaka wa 1936 huko jijini London, UK. Baba yake alikuwa daktari mwenye sifa huko London, lakini kwa bahati mbaya akaaga dunia alipougua kifua kikuu cha TB wakati Patrick akiwa bado mvulana mdogo. Shuleni kama mvulana, Patrick Shaw angepata matatizo alipojaribu kutangamana na wanafunzi wenzake, na hii ilikuwa kutokana na uzito wake wa kimwili. Patrick Shaw was a heavily built person, overweight. Shaw alikuwa mwenye mwili mnene tangu utotoni, na unene wake huo ulitokana na ugonjwa fulani wa kuzaliwa wa glandular disorder, ukamfanya awe anachekwa, kusimangwa na kutengwa na watoto wengine darasani kila wakati.
Waliomjua Patrick Shaw wakati huo wakisema kwamba yeye hakupenda sana masomo darasani wala kucheza na wenzake, lakini alijulikana sana kwa kutetea wale aliowaona wanakandamizwa kama yeye, kitu kilichomfuata hata katika maisha yake ya baadaye alipoamua kuondoka Uingereza kuja Kenya. It's a bit hard to describe Patrick Shaw to the millennium. Ikiwa mwaka wa 1955, mwaka ambao Patrick David Shaw alikuwa na miaka 19, akakutana na tangazo moja katika sehemu ya matangazo ya gazeti maarufu la London Times. Kulingana na tangazo hilo, serikali ya kikoloni huko nchini Kenya ilikuwa inatafuta Waingereza wa kuenda huko kama maafisa wa kilimo, agricultural officers. Kwa kulinganisha na jinsi maisha yake yalivyokuwa Uingereza kwao wakati huo, Patrick Shaw akaamua hii ilikuwa ni nafasi yake kusafiri kutoka kwao London hadi Kenya barani Afrika kuanza maisha mapya. Mara moja akaandika barua ya kutuma ombi lake rasmi akitaka apewe kazi hii na serikali. Basi Patrick Shaw angefika Kenya mwaka wa 1956, mwaka ambao machafuko ya mashambulizi ya Mau Mau dhidi ya wazungu yalikuwa yamefika kileleni. A Boeing 737 aeroplane lands on Jomo Kenyatta International Airport from Heathrow Airport in London. Aboard this magnificent plane was a young teenage boy who would later become the most feared police officer in Kenya, Patrick David Shaw. Hofu ilikuwa nyingi baina ya wakoloni walioishi Kenya kuhusu kuuawa na watu weusi, na ulikuwa pia mwaka ambao kinara wa Mau Mau, Dedan Washioli Kimathi, angekamatwa huko Tetu, wilaya ya Nyeri. Alipotua Nairobi kutoka London tayari kuanza kazi yake kama agricultural officer, Patrick Shaw akatumwa kazini huko Bonde la Ufa mara moja, ambapo angeendesha shughuli za mkoloni huko akiishi mjini Eldoret. Angejihusisha na wazungu wengine waliokuwa wakulima makaburu hapo Eldoret, ambao walikuwa jamii ndogo ya watu waliomiliki na kulima mashamba kubwa kubwa na yenye rutuba hapo Uasin Gishu. Baadaye alipozidi kutengeneza marafiki baina ya wakoloni wenzake walioishi Eldoret, Patrick Shaw ambaye bado alikuwa kijana akafaulu kuteuliwa kama mmoja wa viongozi wa vijana wa kizungu wa kikoloni waliokuwa wanajifunza ukulima hapo kutoka kwa wazazi wao, almaarufu kama Young Farmers Club of Eldoret. Wakati Jomo Kenyatta akitawazwa kama waziri mkuu, prime minister, na Kenya ikapewa madaraka ya kujitawala mnamo Juni 1963, Patrick Shaw alikuwa barubaru wa miaka 27 na alikuwa amekaa nchini Kenya kwa miaka 7 mfululizo, huku akijihusisha kwa viwango mbalimbali vya shughuli za serikali ya kikoloni. Wakati wote huo, kazi rasmi aliyopewa na serikali ilihusiana na kusimamia viwango vya kilimo katika wilaya kadhaa za Bonde la Ufa, Rift Valley. Wapo wanaosema tamaa yake mzungu huyo ya kuwa mwanapolisi ingeanza mapema miaka ya 1950s wakati alipotua tu Kenya miaka ya kwanza, na wakati bado akiwa anazunguka wilayani akifanya kazi zake za District Agricultural Officer. So that is Patrick Shaw for you. Inawezekana ari hii yake ya kujiunga na jeshi la polisi ya mkoloni ingetokana na uoga mkubwa uliokidhiri wakati huo wa state of emergency nchini Kenya baina ya wakulima wa Kiingereza makaburu ambao Shaw angewatembelea katika shamba zao kubwa kwa wilaya mbalimbali kuwasaidia na matatizo ya kilimo waliokuwa nayo, na wakawa wanampasha habari kuhusu mashambulizi ya mara kwa mara na wizi uliofanyika na Waafrika weusi. Hata nje ya mlima Kenya, visa vilikuwepo tu vya wakulima hao makaburu kuvamiwa na kuuawa na makundi ya Waafrika waasi usiku waliokuwa wanakuja wakipigania uhuru na hadhi ya Kenya. Patrick Shaw alikuwa amefika Kenya wakati vita kati ya wana Mau Mau na wazungu makaburu kama yeye vilikuwa kileleni, na basi si ajabu kwamba yeye, kijana aliyelelewa na mama yake huko London, angejiona kama mmoja wa wanajeshi waliofaa kupigania watu wake katika vita hivyo. Na basi mwaka wa 1959, wakati akiwa bado ameajiriwa kama afisa wa kilimo, Shaw akajitolea kama volunteer kwa kikosi maalum cha Kenya Police Reserve, ambao walikuwa ni raia hasa wa kizungu na wa Kihindi waliokubaliwa kuchukua silaha kuwasaidia polisi wa serikali ya mkoloni kwenye vita vyao dhidi ya wanamgambo wa Mau Mau na wahuni wengine mijini, ambao sasa walikuwa wamehama msituni baada ya kifo cha Field Marshal Dedan Kimathi 1956, wakawa sasa wanaingia kwenye mitaa ya mabanda na vitongoji duni vilivyoanza kuibuka katika miji mikuu ya Kenya wakati huo. Alipopata kazi hii ya kuwa polisi wa akiba, police reservist, Patrick Shaw alielewa kwamba hii si kazi ya kila wakati aliyofaa kuifanya kama askari wa doria, lakini pia alionekana kuipa uzito zaidi kazi hiyo mpya kuliko vile alivyochukulia kazi yake ya awali ya afisa wa kilimo, ambayo ndiyo kazi iliyomlipa na kumlisha.
Na basi kwa kuwa police reservist, hii ikawa kama nafasi aliyoitamani sana tangu yeye kufika Kenya alipofika 1956. Baada ya kujiunga na polisi wa akiba, Patrick Shaw hakukaa sana katika kazi yake ya zamani ya kuzunguka akikagua mazao huko mashinani Eldoret kama agricultural officer, ila alijiuzulu wadhifa wake huo na mara moja akahamia Nairobi mjini, ambapo angejiunga na shirika la huduma za dharura ya afya la St. John's Ambulance Nairobi. Kazi hii ya St. John's Ambulance ilianza vyema kwa Patrick Shaw, lakini nayo pia ingekuja kuisha ghafla na kumwacha bila ajira. Wanaojua wanasema Shaw alikuwa analiendesha moja ya magari ya ambulance yaliyomilikiwa na shirika hilo la St. John's Ambulance, na alipokuwa barabarani akiliendesha, labda kwa mwendo kasi, akafanya ajali na gari lenyewe likaharibika vibaya. Hata kama alikuwa ni kijana wa kizungu katika taifa la watu weusi wakati huo, Patrick Shaw alifutwa kazi papo hapo na wana St. John's Ambulance, kwani gari hilo aliloharibu kwa ajali lilikuwa la bei ghali. Kwa bahati nasibu, Patrick Shaw alikuwa bado kwenye orodha ya raia waliosajiliwa kama polisi wa akiba, police reservists, na ijapokuwa hii sio kazi ya kila siku kama zingine, bado ilimpa matumaini kwamba siku moja angekuwa mstari wa mbele katika vita dhidi ya wezi, majambazi na pia wahuni wa Kiafrika jijini Nairobi. Alipofutwa kazi tu kutoka kwa shirika la St. John's Ambulance, Patrick Shaw akawa anajiingiza sana kwa shughuli zake kama police reservist, shughuli ambazo awali hakuwa na muda wa kutosha kuzifanya alipokuwa na kazi za kuamkia kila siku. Sasa alipata muda wa kutosha kupigana na wahuni waliosumbua wakulima wa kikoloni mijini na mashambani. Ni katika kipindi hiki ambapo Patrick Shaw alianza kupata umaarufu wake kama mlinzi na mtetezi wa haki za wakulima makaburu na wasaidizi wao wa Kiafrika mjini Nairobi. Haukupita muda mrefu, umaarufu wake kama polisi wa akiba ukampa Patrick Shaw nafasi ya kazi katika shule ya wavulana wa Kiafrika iliyoitwa Starehe Boys Center hapo jijini Nairobi. Alipewa kazi kama mwalimu wa kufundisha wanaskauti, Boy Scouts, kazi ambayo haikuwa na hadhi ya juu kama vile angetaka Patrick Shaw, lakini pia ingempa nafasi ya kuwafundisha wavulana hao wa Afrika baadhi ya mambo na mbinu walizojifunza kama mwanapolisi wa akiba aliyeshika doria mashambani na kufukuza maumau. And Griffin started the Starehe Boys Center. Now they are the ones who went and looked for him, for Patrick Shaw in wherever he came from, London. Yes. Now Patrick Shaw was told to eliminate Kibaki. Patrick Shaw alifanya vyema kama msimamizi wa wana Boy Scouts hapo Starehe, na kufikia 1965 umuhimu wake katika shule hiyo ya Starehe Boys ukawa umenawiri sana kiasi kwamba alipandishwa cheo na mkuu wa shule hiyo Dr. Griffins akamteua kuwa msimamizi wa shughuli zote shuleni Starehe. When Starehe Boys Center started, the initial patron of Starehe Boys Center was Tom Mboya. But when Tom Mboya was killed in 1969, 1970, Starehe Boys Center patron became Mwai Kibaki. And Mwai Kibaki was the patron until he died recently. Kama msimamizi mkuu wa shuleni huko Starehe Boys Nairobi, mzungu Patrick Shaw akawa na kazi bora inayomlipa vya kutosha, na pia akawa yupo jijini Nairobi ambapo serikali mpya ya Jomo Kenyatta ilikuwa na nafasi zaidi za polisi wa akiba kama yeye kusaidia kupigana na wahuni. Na ikawa sasa ratiba yake Patrick Shaw ilikuwa ya kuwafundisha maisha wavulana wadogo huko Starehe, wengi wakiwa watoto werevu wa kimaskini, na kisha ifikapo usiku akawa anaondoka kwa makao ya shule kwa gari lake kuingia shughuli zingine za giza. Shughuli zake za gizani zilihusisha kusaidia idara ya polisi ya Nairobi katika operesheni za kukimbiza ama kufumania majambazi sugu na kuzuia operesheni zingine za majambazi kama vile wizi wa benki na mauaji. Katika kitengo maalum alichofanya kazi nacho kinachoitwa Romeo 9, Patrick Shaw alijulikana kwa operesheni zake zilizokuwa sawa na movie za Kimarekani. Kwanza kabisa, alipokuwa anaenda kufanya kazi yake ya kupiga doria mjini miaka ya 1960s usiku kama msimamizi wa shule ya upili ya Starehe Boys Center, Shaw angesemekana kuwa na watu wengi waliomletea habari kutoka barabarani, vichochoroni, kwenye mabaa na madanguroni, taarifa na fununu ambazo zilimjia kuhusu wahuni, wahalifu na mipango yao kote Nairobi. Walikuwa ni vijana wa kuegesha magari almaarufu kama parking boys, watoto wa mitaani ama chokoraa, walinzi, beba na mabawabu, wote waliompelekea taarifa Patrick Shaw kuhusu ni nani na wapi kumepangwa njama ya uhalifu usiku huo.
Shaw alisemekana kuwaleta hata wanafunzi wa starehe alikosimamia aje awafunze kazi yake hiyo ya patrol kupiga doria usiku kwenye vichochoro vya Nairobi. Kufikia mwaka wa 1971, mwaka ambao mkuu wa majeshi Joseph Ndolo alituhumiwa kupanga mapinduzi ya serikali dhidi ya Kenyatta, Patrick Shaw akapata kibali rasmi kuwa raia wa taifa la Kenya. Vitabu vya historia vitaishi kukumbuka siku za Patrick Shaw alipokuwa mlinzi mkuu wa jiji la Nairobi, haswa wakati wa usiku. That one day, Patrick Shaw, a reserve policeman, arrived at the University of Nairobi during one such riot. By the time his Volvo car vehicle got there, and by the time he opened his door and stepped out, all the students involved in the chaos were on their knees with their hands raised in the air in surrender. Visa vingi vilivyosimuliwa kuhusu jinsi Patrick Shaw angewafumania wezi wakiwa wanaiba na kuwapiga risasi wote bila kukosa vilikuwa ni visa vya usiku, na inasemekana ipo sababu nzito ya kwa nini Patrick Shaw angekuwa macho usiku kucha akizurura tu katikati mwa jiji kuu la Nairobi akitafuta wanaovunja maduka ya Wahindi ya waadhibu. Sababu yenyewe ilihusiana na ugonjwa uliomfanya awe mwenye mwili wa kibonge tangu alipozaliwa, na inasemekana hali hii iliyomnenepesha ilimfanya mwili wake Patrick Shaw uwe hauwezi kutulia chali kwa muda mrefu, na basi ikawa vigumu kwake kulala usiku kwa zaidi ya saa 2 kabla ya kugutuka. Gari lake aina ya Volvo ambalo angetumia kuwafuata na muda mwingine hata kuwasubiria majambazi na wezi lilikuwa gari lenye kiti maalum alikoketi dereva, kiti chenye uwezo wa kulala kwa njia ya recliner, na basi kumwezesha Shaw kukaa kwenye gari lenyewe kwa starehe kama ambaye yupo kitandani kila wakati. Na kwa hali hii ya kukosa usingizi na kushindwa kulala kifudifudi kwa uzito wa mwili, Patrick Shaw akawa sasa kila siku ya wiki yupo night shift Nairobi barabarani akiwatafuta wahuni na wahalifu na kukusanya taarifa mitaani peke yake bila msaada wowote wa maafisa wengine wa zamu wa polisi. Gari lake lilibeba vifaa muhimu vya kufanya uchunguzi kuhusu wahalifu kama vile faili zenye majina ya wahalifu na maeneo waliko, vibango vya wanted vya kutangaza ni yupi anayetafutwa na polisi, na redio spesheli ya polisi ikawekwa kwenye gari lake kuwezesha mawasiliano ya moja kwa moja na maafisa wengine wa doria jijini Nairobi. Kwenye gari lake, Patrick Shaw alipendelea kubeba silaha aina ya 38 special pistol, bastola yake hatari aliyopenda kuitumia kufiatulia wahalifu, na pia alisemekana kuwa na bunduki nyingine kwenye gari lake, huku wakati mwingine akisemekana kutumia bastola 2 wakati mmoja kusimamisha magari ya wauli wasitoroke. Kila siku, Patrick Shaw angetumia mbinu zaidi ya moja kuwakamata wahalifu wa Nairobi, ila wakati mwingi alijulikana kwa kuwapiga risasi na kuwaua papo hapo. Licha ya uzito wake wa kimwili na urefu uliomfanya awe jitu la mtu aliposimama, Patrick Shaw alikuwa na uwezo wa kukimbia, na hata wakati mmoja mwezi Novemba 1986, wapita njia jijini Nairobi wangeshuhudia kisanga cha kuburudisha wakati katika kisa kimoja Patrick Shaw alimwambia mwizi wa kupora mifuko, yani pickpocket, asimame, lakini mwizi huo kwa kuona unene wa mzungu akaamua kutimua mbio bila kujua kwamba bwana Shaw alikuwa tayari amejipanga kumfuata kwa mbio zake hizo. Ajabu ni kwamba Shaw alimkimbiza na kumshika mwizi huyo, akampiga sana na kufanya damu ivuje mwilini kwake, kisha akambeba juu mpaka kituoni Central Police Station kumfungulia mashtaka. Katika maeneo kama Mathare, Pumwani, Pangani na kwengine walikoishi wafanyikazi wengi wa Kiafrika wa kipato cha chini miaka hiyo ya Rais Jomo Kenyatta, ni Patrick Shaw aliyeanzisha mfumo wa kuwapa nauli vijana wahalifu warudi vijijini waondoke mjini kabisa, la sivyo angewafuata na kuwapiga risasi. Katika kilele cha operesheni zake, alisemekana kumuua angalau jambazi mmoja kila wiki kwenye shughuli zake hizo za doria za usiku Nairobi. Mbinu hii ya kutoa onyo ingewapa hofu vijana wengi katika mitaa hii ya Nairobi, na viwango vya wizi na ujambazi vikapungua sana wakati huo. Patrick alishirikiana na maafisa wa kitengo cha upelelezi cha Kenyatta cha Special Branch na pia maafisa wa polisi wa kituo kikuu cha Central Police Station jijini Nairobi, ila yeye mara nyingi alijulikana kwa kuwa wa kwanza kuripoti kwenye eneo la tukio ya wizi na uhalifu, na wakati mwingi hata hakushughulika kuwapigia simu wenzake hao waje na backup wamsaidie. Aghalabu Shaw angejipata anatupiana risasi na wahalifu huku yupo peke yake na bunduki zake 2. Kilichompa uwezo wa kuwa wa kwanza katika kila eneo la tukio ni wingi wa watu waliompa taarifa ama informers,
ambao Shaw alikuwa nao Nairobi katika kona zote za jiji, wanaume kwa wanawake, wakubwa kwa wadogo, wengi ambao aliwalipa ama kuwatishia baada ya kuwakamata wakivunja sheria ndogo ndogo za manispaa. Huko shuleni Starehe, wale wanafunzi waliofanya kazi kwa ukaribu na Patrick Shaw, hasa wanaskauti na viranja wake darasani, wangetumwa mitaani kutafuta taarifa kuhusu uhalifu, wengi wakifunzwa mbinu za kupigana na uhalifu kwa matumaini kwamba wangeishia kujiunga na kikosi cha Kenya Police na kuendeleza kazi yake Patrick Shaw. Patrick Shaw used to walk around, even during class time. You could always see him going around with his Volvo, white in color, and he was always in front with a student of Starehe Boys Center in full uniform. I don't know why he used to kill people in the presence of school kids. Shaw alipendelea sana kama baadhi ya wanafunzi wake, haswa wale ambao hawakuingia chuo kikuu, wangepeleka mafunzo aliyowapatia hapo shuleni Starehe kwa idara ya polisi. Wanafunzi hao walijulikana sana kama Shaw Boys, na wale baina yao waliochukua ushauri wa mwalimu huyo na wakajiunga na jeshi la polisi, wengi wangeishia kupanda sana na kuwa kwa kikosi maalum cha maafisa wa doria kilichoitwa Shaw's Flying Squad, jina lenyewe likitokana na wingi wa vijana waliojiunga na kikundi hicho baada ya kupitia mafunzo ya Patrick Shaw huko Starehe. Katika kilele cha operesheni zake, Patrick Shaw alikuwa na jina la kutisha kote jijini Nairobi, huku vijana wa mitaa duni wakijua hata nambari za usajili za gari lake la Volvo KPH 845 ili watoroke kila wakiliona kwa umbali. Manyumbani kwa walalaheri, kina mama pia walisemekana wangetuliza wanao kwa kuwaambia kama hawangeacha kulia, basi Pat Shaw wangekuja kuwaadhibu. Patrick Shaw alikuwa bila mke na hakuwahi kuoa katika maisha yake yote aliyoishi Nairobi, lakini pia hakuwahi kuenda mapumzikoni hata siku moja katika kazi zake alizofanya Nairobi usiku na mchana. Waliofanya kazi ama kumjua Patrick Shaw wakati huo walisema kwamba maisha yake hayakuwa na mengi ambayo alipenda kuyafanya, na ni kama hakupenda kufanya kitu chochote nje ya shughuli ya kuwafukuza wahalifu na kuwafiatulia marisasi wakati hayupo shuleni Starehe akiwafunza adabu wanafunzi wake wadogo. When Shaw heard that there had been a failed coup, he cut short his trip to Europe and rushed back to Kenya and was very heavily involved in the interrogation of the Kenya Air Force officers and those involved in the coup plot. Yeah. Therefore, Shaw was very heavily involved in politics as well. Wahalifu wengine aliowafuata Patrick Shaw aliishia kuwapiga risasi na wengi wao wakafa papo hapo. Waliotoroka kwa magari aliwafuata kwa gari lake la Kiswidi aina ya Volvo aliloendesha kwa mwendo kasi. Patrick Shaw alikuwa jasiri sana kiasi kwamba angekuja kwenye mazishi ya wahalifu aliowapiga risasi na kuwaua, na akawa anajionyesha siku anapozikwa bila kujali hisia na lawama za familia husika. Si hayo tu, wakati mwingine Patrick Shaw angewakamata baadhi ya waombolezaji katika mazishi, haswa watu wa familia za mwenda zake alioshuku pia wanahusika na uhalifu, kisha angewapeleka kituoni Central Police wakati mazishi yakiendelea waende kujibu maswali ya uchunguzi. Wapo wanaosema Patrick Shaw aliwaua vijana wengi Nairobi ambao hawakuwa na hatia wala hawakuhusika katika shughuli za uhalifu. Mbinu zake za kujitokeza makaburini walikoziko wahalifu waliowaua ilikuwa ni mbinu yake kutia uoga kwenye mioyo ya wenzao wenye tabia kama hizo, sawa na ile mbinu yake ya kuwapa nauli ya basi vijana wengine eti warudi mashinani asiwaone tena mjini. Kwa majambazi wote waliopima nguvu na ujasiri wake Patrick Shaw, yule maarufu zaidi ni Danson Gashui, mmoja wa wezi na wauaji sugu jijini Nairobi katika miaka ya 1970s. Danson Gashui alijulikana kwa kupora benki mara 10 bila kushikwa na kumuua mtu mmoja katika shughuli zake za ujambazi. Wakati mmoja, mwizi huyo maarufu alikuwa hata amewatokea maafisa wa polisi na akawapokonya bunduki zao huku amewanyoshea mtutu wa bastola. Gazeti la The Standard lingechapisha picha ya Danson Gashui na kumtaja kama jambazi sugu zaidi katika jiji nzima la Nairobi. Gashui alikuwa bila uoga na wakati mmoja hata akafiatua marisasi kwa maafisa wa polisi waliokuwa wanamfuata mbio, na licha ya wingi wa maafisa hao, yeye angefaulu kutoroka bila kushikwa wala kukwaruzwa na risasi zao nyingi. Patrick Shaw hakuweza kumkamata Danson Gashui kwa muda mrefu kiasi kwamba Gashui mwenyewe angejawa na kiburi na kutoa onyo la moja kwa moja hadharani kwa Bwana Shaw.
Alitangaza hadharani akimwambia Patrick Shaw kwamba yeye hakuwa mwanaume kamili, kwani licha ya rekodi yake ya kuua majambazi wengine, alikuwa ameshindwa kabisa kumkamata Bwana Gashui. Patrick Shaw alipopata ujumbe wa maneno ya jambazi huyo, akaanza mara moja kuulizia ajue ni wapi haswa Danson Gashui alipenda kujificha. Basi haukupita muda mrefu, Patrick Shaw akapewa taarifa yote kuhusu maficho ya Bwana Gashui na genge lake la majambazi. Mara moja Bwana Shaw aliwasha gari lake moto la Volvo na kuelekea huko, ambapo kweli alimpata Danson Gashui yupo kwenye gari moja aina ya Audi ambalo lilikuwa limeripotiwa kuibiwa jijini Nairobi muda mfupi awali. Danson Gashui kuliona Volvo lake Patrick Shaw hakusubiri muktasari, bali aliwasha hili lake la kuibiwa na kulitoa mbio, huku Bwana Shaw akimfuata nyuma kwa mwendo kasi zaidi. Magari hayo mawili yakafuatana kwa mbio za sinema kuelekea mtaa wa South C jijini Nairobi, na walipofika hapo, Gashui aligundua kwamba Shaw angemshika na akaamua kumshambulia kwanza amuue katika hilo Volvo lake. Basi akasimamisha gari lake ghafla na kuchomoka, huku ameshika bastola mbili kwenye mkono wake na akawa anamfiatulia Shaw marisasi ya mfululizo kutoka mbele. Wakati Danson Gashui akitapatapa na bastola mbili mkononi, waliokuwepo walipiga mayowe na kutoroka kwa hofu, lakini Patrick Shaw hakuonekana kujali marisasi yaliyoelekezwa kwa gari lake. Kwa upesi usio wa kawaida, aliegesha gari lake, akaelekeza mtutu wa bastola yake moja aina ya 38 Special kwa kichwa cha Bwana Gashui na kufiatua mara moja tu. Mwili wa Danson Gashui ulidondoka kama gunia la mahindi, huku kina mama wakipiga nduru na mayowe kwa mshtuko na kutoroka. Risasi moja tu kutoka kwa silaha yake Patrick Shaw ilikuwa imempata jambazi huyo kwa mdomo na kumpasua kichwa. Ajabu ni kwamba huyo hakuwa jambazi wa pekee kuwahi kupatana na risasi ya Patrick Shaw. Yupo mwingine aliyeitwa Nicholas Mwea Kinyonga. What wa Kinyonga did, the mistake both of them did was that they stole, African retail traders used to belong to Mama Ngina and they robbed there. So Jomo Kenyatta sent a message that they should just return those things where they found or they'll be killed. And here you are in Kangemi, where Wakinyonga was also saying the same, that I'll not die without killing a person. And I want to kill Patrick Shaw. Bwana Kinyonga alikuwa muuaji wa kurudia, kwa Kiingereza serial killer, na linavyopendekeza jina lake, aliwaua watu kwa kuwanyonga shingoni. Nicholas wa Kinyonga alikuwa mtu mrefu kama Patrick Shaw tu, na nywele zake aina ya rasta zilimfanya afanane na wanamgambo wa Mau Mau waliosumbua wakoloni miaka ya 50 wakati Shaw akiwasili Kenya kutoka London, Uingereza. Kando na kuwaua watu kiholela, Nicholas wa Kinyonga pia alikuwa jambazi wa benki aliyehusishwa na wizi wa shilingi 1,300 kutoka benki moja huko Thika mjini na pesa zingine 200,000 zilizokuwa zimeibiwa Nairobi. Wa Kinyonga alijulikana na wengi baina ya wafanyikazi wa mitaa ya mabanda Nairobi, na waliomjua walimpenda kwa jinsi alivyozoea kugawa pesa zake za wizi kwa wananchi na vijana wa mitaa hiyo duni. Hata nyumba zake za kupangisha alizojenga Kangemi kwa pesa hizo za kupora benki zingepata sifa kwa kuwa na kodi ya bei nafuu zaidi ya zote. Nicholas wa Kinyonga aliamini kuwa jinsi alivyotumia pesa alizoiba kusaidia Wakenya wa vipato vya chini, basi mauaji yake aliyoyafanya yalikuwa ya haki na wizi wake ulikuwa na uhalali fulani. Kwake Patrick Shaw, Nicholas wa Kinyonga alikuwa mhalifu wa kawaida tu, na usiku na mchana Shaw aliishi kutamania siku ambayo angemkamata jambazi huyo kutoka Kangemi. Na basi ilikuwa ni kama jibu la ombi lake Bwana Shaw, wakati usiku moja alikuwa anapiga tu doria zake za kawaida katikati mwa Nairobi CBD, wakati ilipokuja simu moja kwenye gari lake iliyompa taarifa za kumsisimua. Usiku huo ilikuwa Jumatatu tarehe 26 Juni 1978. Nicholas Mwea Kinyonga alikuwa ndani ya baa moja maarufu huko Kangemi, huku akifurahia burudani na vinywaji na rafiki zake waliomjua. Ghafla binvu, katikati ya burudani hili, watu walinyamaza tu na kuanza kutoroka mmoja mmoja, kwani Patrick Shaw alikuwa ameingia mara moja na kusimama mlangoni, huku akimwangalia wa Kinyonga kwa macho ya hatari. Nicholas wa Kinyonga alipomwona Patrick Shaw akajua hiki ni kifo kinamkodolea macho, na badala yake kusema mguuni punye kama wenzake kwenye baa, aliamua kuchomoa bastola yake mwenyewe amfiatulie Bwana Shaw marisasi papo hapo. Chini ya dakika 3 baadaye, wapo waliokuwa wameumizwa na risasi zilizopokezanwa kutoka pande zote mbili za chumba hicho, lakini Bwana wa Kinyonga hakuwa na bahati sana,
kwani licha ya kuwa wa kwanza kufyatua bastola, Patrick Shaw angefaulu kumpiga risasi na akafa papo hapo sakafuni. Bila kujifunza kutokana na vifo vya wenzao jijini, bado wapo vijana walioamua kupima uzito wake Patrick Shaw na kuingilia uhalifu hata baada ya wakinyonga kuuawa ndani ya baa huko Kangemi, na taarifa hizo zikaenea sehemu nyingi mjini Nairobi. George Kamau almaarufu kama Slim angekuwa jambazi mwingine sugu aliyediriki kupuuza Patrick Shaw. Bwana Kamau ama Slim aliongoza genge nzima la wahuni wa Nairobi lililojiita The Disciples of Jesus, yaani wanafunzi wake Bwana Yesu Kristo. George alikuwa sugu pia, na yeye na genge lake walisemekana kuua watu kadhaa na kutekeleza wizi wa mabenki katika miaka ya kwanza ya utawala wa Rais Daniel Moi. Jambazi huyo angekamatwa na kuhukumiwa miaka 6 katika jela la Kamiti kwa wizi wa mabavu. Sawa na wengine waliomtangulia, George Kamau aliamua kutoa neno la mwisho kwa polisi maarufu Patrick Shaw kabla hajasafirishwa kutumikia kifungo chake huko jela la Kamiti. Patrick Shaw alikuwa mtu hatari aliyeogofya, na baina ya majambazi wa Nairobi ni kama yoyote aliyediriki kumtukana ama kumtishia Patrick Shaw hadharani alipata heshima ya aina yake baina ya wenzake kwa kuonekana mtu asiyekuwa na uoga. Na basi Slim akatoa taarifa iliyosema kwamba kama angepata nafasi angemuua Patrick Shaw bila kusita. Shaw alipata ujumbe huo kama ulivyotolewa. Jambazi huyo George Kamau alienda jela Kamiti na akatumikia kifungo chake cha miaka 6, huku akiwa amesahau kabisa kama hata aliwahi kumtishia police reservist Patrick Shaw wakati akihukumiwa. Na basi mwezi mmoja tu kabla ya siku ambayo kifungo chake kingeisha aachiliwe jela, George almaarufu kama Slim alishtukia Patrick Shaw amemtokea kwenye seli yake ndani ya jela hilo la Kamiti Maximum Security Prison. Alivyofaulu kuingia hadi kwenye seli ya mhalifu huyo haijulikani. Patrick Shaw hakuwa amekuja kumuua Slim ndani ya jela, la hasha. Alikuja kumpa onyo lake mwenyewe moja kwa moja, kumwambia kwamba najua unaachiliwa huru wiki 4 zijazo, najua uliahidi kuniua mimi kabla hujaletwa hapa, pia najua yote uliyoyafanya kama jambazi yaliyokupelekea ukamatwe, na basi na kuonya, siku kiachiliwa kutoka hapa usidhubutu kurejea jijini Nairobi. Nenda kwenu vijijini ukae huko na nisiwahi kuona sura yako tena, la sivyo yatakupata yaliyopata wengine kama wewe. Mwisho wa nukuu. Licha ya onyo, George Slim Kamau alipoachiliwa kutoka Kamiti tu angefululiza moja kwa moja hadi jijini Nairobi kutafuta wenzake huko walikokuwa wafuasi wake wa genge la Disciples of Jesus, lakini pia alikokuwa mwanapolisi Patrick Shaw anasubiri kuona kama kweli kijana huyo angerudi mjini. Wiki chache baada ya kutoka jela Kamiti, George Kamau alikuwa bado yupo Nairobi. Na ikawa kwamba siku moja katika kipindi hicho, Bwana Kamau alikuwa asharejelea biashara zake za kawaida za zamani za uhalifu na wizi wa mabavu, kupora mabenki na maduka. Na kwa kuwa halipo lililofanyika mjini bila taarifa kumfikia, Patrick Shaw akapashwa kwamba George Kamau almaarufu Slim alikuwa amekaidi amri yake na akarudia shughuli zake za awali ndani ya jiji kuu. Na basi jioni moja, wakati Kamau akiwa amerudi na anaendelea na shughuli zake akidhani Shaw amemsahau, alikuwa kwenye pilka zake kwenye mtaa mmoja jijini Nairobi alipokamatwa na maafisa wa polisi wa Nairobi akiwa pamoja na mwenzake mmoja aliyeitwa Stephen Karanja. Maafisa waliomkamata walionekana ni kama walikuwa wanawafuata vijana hao kwa muda, na walipowakamata waliwaweka mara moja kwenye gari lao na wakaanza kuliendesha gari hilo wakielekea nje ya Nairobi. Muda si muda, George Kamau na mwenzake wakagundua wanakopelekwa ni kwenye barabara ya kuelekea msitu wa Karura Forest. Walipopelekwa msituni Karura na maafisa hao wa polisi, George Kamau na mwenzake Karanja hawakuwahi kuonekana tena ndani ya Nairobi. Wapo watu wengi waliolalamika kuwa Patrick Shaw alitumia mamlaka yake kama polisi wa akiba vibaya sana, licha ya kuwa hakuwa afisa kamili wa polisi. Idadi kamili ya wahalifu aliowaua Shaw kabla ya kufika kizimbani kipindi alipokuwa anapiga doria Nairobi haijulikani mpaka wa leo, na wengi wanaamini ni mamia ya watu waliopoteza maisha yao. Licha ya mauaji yote aliyohusishwa nayo, Patrick Shaw alionekana kuridhisha serikali za Jomo Kenyatta na Daniel Moi kwa kazi yake ya kusafisha majambazi kutoka Nairobi. Now Patrick Shaw was told to eliminate Kibaki. When he was an MP? When he was a vice president. So, as he was a police officer, yes, he was dealing with crime, but he was also taking side hustles of Handling political. Okay. Yeah. So he didn't do that.
Actually, this thing about vice president, you even know what is his name? Professor. He was also to be killed because Moi. Professor Saitoti. Yeah, Moi would take you somewhere, and then he removes you. So if you outshine him or if you stand out. Matatizo zaidi yangeibuka pale alipoanza kuhusishwa na mauaji ya watu ambao hawakuwa majambazi sugu, bali walikuwa viongozi wa juu na wapinzani wa ufisadi katika serikali ya Mzee Jomo Kenyatta. Kwa madai yote ya unyama na mauaji yaliyotolewa kuhusu Patrick Shaw katika miaka yote aliyoishi Kenya kama muuaji wa polisi, hayapo yaliyobeba uzito na kushtua watu kama yale yaliyomhusisha na mauaji ya mwanasiasa wa Nyandarua Josiah Mwangi Kariuki almaarufu kama JM Kariuki. JM Kariuki alikuwa mbunge wa Nyandarua North alipouawa mapema mwezi Machi 1975. Alikuwa mwanasiasa tajiri na maarufu sana baina ya Wakenya wa maeneo yote, na alijulikana kwa kukosoa maovu yaliyofanyika katika serikali ya Mzee Jomo Kenyatta wakati huo, licha yake kuwa naibu waziri katika serikali hiyo hiyo ya Mzee Kenyatta. 1975 was the year Nyandarua North MP Josiah Mwangi Kariuki was assassinated. JM Kariuki alikuwa nyota mwenye ahadi kubwa ya siku moja kuwa rais wa Kenya, lakini pia alikuwa na maadui wengi ndani ya serikali ya Mzee Jomo Kenyatta, ikiwemo mwanawe Mzee Jomo Kenyatta mwenyewe aliyeitwa Peter Muigai Kenyatta, ambaye angenukuliwa akitishia maisha ya JM wiki chache kabla ya JM kuuawa Nairobi. JM Kariuki aliuawa Jumapili usiku tarehe 3 Machi 1975. Waliomuua JM walimdanganya aje mkutanoni na wakuu wa polisi katika hoteli ya Hilton jioni hiyo, lakini alipokuja hapo hakuwahi kuonekana tena akiwa hai. Dakika chache tu kabla ya JM Kariuki kuwasili hapo hotelini Hilton na kuegesha gari lake aina ya Mercedes Benz, kitu cha kiajabu kingefanyika. Inaripotiwa kwamba Patrick Shaw alikuwa hapo akiandamana na mzungu mwingine ambaye pia alikuwa polisi wa akiba aliyetambulishwa kwa jina la Mr. Young, na pamoja wakawaamrisha wafanyikazi wa Hilton waliokuwa hapo nje waondoke kabisa. Shaw na mwenzake huyo Mr. Young waliwaambia parking boys, vijana wa kuegesha magari na walinzi wa hapo, kwamba yupo mtu muhimu aliyekuwa anasubiriwa kufika sehemu hiyo, na basi hawakufaa kuwa hapo maegeshoni wakati mtu huyo akifika kwa sababu za kiusalama. Hata madereva wa taksi na wapita njia waliokuwa hapo wakafukuzwa na bwana Patrick Shaw. Na basi ikawa wakati gari lake mbunge JM Kariuki likiingia na kuegeshwa nje ya hoteli hiyo iliyopo katikati mwa jiji la Nairobi, hakuna shahidi aliyekuwepo wa kusimulia baadaye jinsi alivyoingia ama yule aliyekutana naye hapo ndani. Mwili wake JM Kariuki ungepatikana akiwa ameuawa na mwili kutupwa kichakani huko Ngong Hills kwenye barabara ya Magadi siku chache baadaye. Patrick Shaw angesemekana kuwa mmoja wa watu waliokuwa ofisini kwa mkuu wa Special Branch wakati JM Kariuki alipoletwa na kupigwa risasi mkononi hapo hapo ndani na Ben Gedi, na pia kupigwa ngumi mdomoni na mlinzi wa Jomo Kenyatta Wanyoike Thung'u, na eti Patrick Shaw pamoja na Wanyoike Thung'u walihusishwa na risasi ya pili iliyopatikana katika mwili wa JM Kariuki, huku uso wake JM alipopatikana ukionekana kuwa umechomwa kwa acid na macho kutolewa nje. Zaidi katika utafiti wa baadaye, Patrick Shaw angepatikana kuwa aliyemfuatafuata JM Kariuki siku chache kabla ya JM kupigwa risasi ndani ya jumba la Kingsley House. Kwanza kabisa, Alhamisi iliyotangulia Jumapili ya kifo cha JM, dereva rasmi wa JM Kariuki ambaye wakati huo alikuwa na gari lake angempa ripoti mheshimiwa huyo akimwambia eti kuna gari jeupe aina ya Volvo lililomfuata kila alikokwenda siku na wiki hiyo yote, na dereva wa gari hilo aina ya Volvo alionekana kuwa jamaa mnene wa kizungu. Hiyo ilikuwa ni Alhamisi. Kisha siku tatu baadaye, asubuhi ya Jumapili ambayo JM Kariuki angetekwa nyara na watu wa serikali huko Hilton na kuuawa, Ben Gedi, mkuu wa GSU aliyetumwa kudanganya JM aje mkutanoni, naye angeonekana akizungumza na Patrick Shaw huko Ngong Racecourse dakika chache baada ya Gedi kufanya mkutano na JM Kariuki. Hata rais wa muda mrefu wa nchi jirani ya Uganda, Yoweri Museveni, amekuwa na simulizi lake kuhusu siku alipokutana ana kwa ana na Patrick Shaw. Museveni anasimulia kuhusu bwana Shaw katika kitabu chake cha wasifu kinachoitwa Sowing the Mustard Seed. Museveni anakumbuka miaka hiyo ya nyuma wakati akiwa kiongozi wa waasi waliopinga utawala wa rais dikteta Idi Amin wa Uganda, na akawa ameitoroka nchi yake, anaishi jijini Nairobi kama mkimbizi wa kisiasa.
Basi siku moja akiwa katika shughuli zake Nairobi, Museveni alishtukia alipo gari linamfuata kila anakoenda, na alipochunguza akagundua kwamba dereva wa gari hilo aina ya Volvo alikuwa jamaa mnene mwenye asili ya kizungu. Yoweri Museveni alipogundua huyo mzungu anamfuata, akaamua kuingia na gari lake kwa hoteli moja na kuketi kama anaagiza kinywaji aone kitakachofuata. Alishtuka sana kuona mzungu Patrick Shaw amemfuata ndani ya hiyo hoteli. Akaketi mbali kidogo kwenye kona moja, huku akijifanya kusoma gazeti lake alilobeba mkononi na kuwa anamchungulia Museveni. Yoweri Museveni anaandika kwenye tawasifu hiyo ya biography kwamba alijua tu kwa kumwangalia bwana Shaw kuwa hapa maisha yake yalikuwa hatarini, na akajitia kuingia msalani wa mkahawa huo na kutoroka hadi kwa kituo cha mabasi cha kwenda Arusha, Tanzania, ambako alitorokea usiku huo huo kutoka Nairobi. Katika mauaji ya kutatanisha ya mwanasiasa wa Kenya, mbunge wa Parklands Opiyo Gamapinto, Patrick Shaw ndiye aliyekuwa mwanapolisi aliyepewa kazi ya kuchunguza ni nani alimpiga Pinto risasi, na yeye tu ndiye aliyewahoji mashahidi na kubeba ushahidi wote katika kesi hiyo. Opiyo Gamapinto alipigwa risasi na mtu asiyejulikana asubuhi moja ya 1965 alipokuwa anatoa gari lake nje aende kazini, na alipopigwa risasi mwanawe wa kike alikuwepo hapo tu ndani ya gari lenyewe. Inasemekana Patrick Shaw alikuwa baina ya watu wa kwanza kufika hapo baada tu ya Opiyo Gamapinto kupigwa risasi, na akamkamata jamaa mmoja aliyeitwa Anthony Kisilu Mutua na kusema eti jamaa huyo ambaye alikuwa ni dereva wa mkokoteni ndiye aliyempiga risasi bwana Pinto. Baadaye sana Kisilu angelipwa mamilioni ya pesa kama fidia na serikali ya Rais Moi Kibaki, kwani iligundulika kuwa ushahidi wa Patrick Shaw ambao ungeishia kwake Kisilu kutumikia kifungo kwa mauaji ya Pinto ulikuwa ni ushahidi gushi, na kwamba Shaw alikuwa amefanya juu chini kuhakikisha bwana huyo amefungwa jela kwa mauaji hayo, wakati akijua huyu Kisilu hakuwa amehusika. Isipokuwa huyu muuaji anaitwa Patrick Shaw aliandika ndani ya statement yangu ile ambaye alikuja kuniforce mimi ndio nimeandika isai kwamba mimi ndio niliwapeleka kwa marehemu, na marehemu mwenyewe simjui, wao ndio walinipeleka kwake. It was Patrick Shaw sensationally linked Kisilu Mutua to the murder of Opiyo Gamapinto. Shaw appeared in court with a statement he claimed had been signed by Kisilu Mutua, inducting himself in the murder of Opiyo Gamapinto. Ilionekana kana kwamba alipo jambo ambalo Patrick Shaw alikuwa anaficha kuhusu mauaji hayo. Kisilu alisema kwamba Patrick Shaw alimwekelea mauaji hayo akijua vyema kuwa hakuhusika, na hata akamlazimisha kutoa ushahidi wa kuhusika uliokuwa sio ukweli, na eti inawezekana kwamba bwana Shaw alikuwa mmoja wa wahusika waliopanga mauaji ya mheshimiwa Opiyo Gamapinto, jamaa mwenye asili ya Kihindi aliyekuwa mtetezi wa Maumau na mkereketwa wa mfumo wa kiuchumi wa ujamaa ama socialism nchini Kenya. Kisilu told case files 48 years later that the two police officers left in the hands of a man-turned beast. Pelekwa kwa Patrick Shaw. Hivyo pelekwa kwa Patrick Shaw. Nilisikia anasema ndio huyu, ndio huyu, ndio huyu, ndio huyu. Ijapokuwa Anthony Kisilu Mutua alifungwa miaka 35 kwa mauaji ya Gamapinto, uchunguzi rasmi wa serikali ungebaini baadaye kwamba Patrick Shaw alikuwa sehemu ya njama dhidi ya Gamapinto iliyokuwa imepangwa na baadhi ya wanasiasa wa juu ndani ya chama cha KANU. Wapo wanaoamini sana kwamba uhusika wa Patrick Shaw katika kesi hii ya mauaji ya Opiyo Gamapinto 1965 ulikuwa kwamba yeye ndiye aliyepangwa kuhakikisha Pinto ameuawa na kuhakikisha amepata mtu anayefaa wa kuwekelea mauaji hayo ili kumzima mwanasiasa huyo kwa niaba ya wanasiasa wa juu wa Jomo Kenyatta waliochukizwa na siasa zake. Patrick David Shaw aliaga dunia akiwa nyumbani kwa rafiki yake mmoja jijini Nairobi, ikiwa Jumapili ya tarehe 14 Februari, siku ya wapendanao ya Valentine's Day. Shaw died on February 15th, 1988. What happened is that he had dropped a former assistant commissioner of police at their residence, and the man just suddenly had a heart attack while he was in the residence of that assistant commissioner of police. And what added fuel to the rumors that actually this man did not die an ordinary death was the fact that his coffin was sealed. No viewing was allowed. Wakati alipokufa, wapo waliosema kwamba Patrick Shaw alikuwa amepewa sumu kwa kinywaji chake na maadui zake serikalini alipoanza kususia kuchukua vibarua vya kuua wanasiasa, lakini ukweli wa baadaye ungetokana na utafiti wa autopsy uliofanywa na madaktari kwa maiti yake, na ikabainika aliuawa na ugonjwa wa moyo, kwa Kiingereza heart failure.
death came this way. Patrick Shaw was called to State House by Daniel Arap Moi, and he was told to eliminate Emilio Mwai wa Kibaki. But you see, they have been with Emilio Mwai wa Kibaki since 1970. He refused. That was around 1987. He refused and said, you know, in the Stareboy Center, they used to go together, all of them abroad, to seek for finance for kids who are orphans and whatever. So he said, I could not do that. And in Mafia, you are given a bullet. Said either you kill that person or kill yourself. And that is how he was found to be killed. What easier way to kill him than just to force him to lie on his back for 30 minutes? Inasemekana Shaw alikuwa amekaa kwa nyumba hiyo ya rafiki yake akisoma gazeti alipoamka ghafla na kusimama wima huku anatoa sauti za uchungu, kisha akadondoka sakafuni kwa magoti yake na akaanguka kwa kishindo bila onyo yoyote. Alipokimbizwa hospitalini Nairobi Hospital, alikuwa tayari ashakata roho. Patrick Shaw alikuwa na umri wa miaka 52 tu alipoaga dunia. Bwana Shaw alizikwa kwenye makaburi ya Lang'ata jijini Nairobi Jumamosi ya tarehe 20 Februari, wiki moja baada ya kifo chake. And what added fuel to the rumors that actually this man did not die an ordinary death was the fact that his coffin was sealed. No viewing was allowed. Na jeneza alilozikwa nalo linasemekana lilikuwa kubwa zaidi ya wastani na lilitengenezwa kwa lengo maalum ili litoshee mwili wake mkubwa Bwana Patrick David Shaw.